Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ujambo popote pale ulipo. Huyu hapa unayemtazama sasa hivi ni Lady Brian Kinda mtunzi vile ya somo la wakati. Mimi ni mwalimu wa shule ya upili ya Dawamu, shule ya Wavulana iliyoko eneo la Kitengela pale katika barabara ya kuelekea Isinya. Kuna shule moja pale nzuri sana ya wavulana nzuri wanaovutia na kupendeza. Na leo nimekuja hapa kikubwa tuweze kuzungumzia masuala yanayofungamana na lugha ya sharafu ya Kiswahili na izungumzia diwani ya mapambazuko ya macho na hadithi nyingine. Na sasa tutakuwa tunakushughulikia hadithi moja wapo katika diwani hii, hadithi inayoitwa Harubu ya Maisha. Hii ni hadithi ambayo inazungumzia adha za kimaisha ambazo watu hupitia katika maisha yao kila siku, na hapa tunazungumzia mhusika mmoja ambaye anaitwa Bwana Kikwai, ambaye siku zote yeye amezongwa na mambo machungu katika maisha yake. Anapitia shida tungu tele, na mwisho wa siku shida hizi zinaweza kumfanya awe ni mtu mwenye kunyong'onyea katika maisha. Kwanza kabisa yeye ana mke anaitwa Masi na ana mtoto mmoja kwa jina la Masi. Kwa hiyo mke wake ameitwa jina Mama Masi, na pia vile vile ukizingatia kwamba Kikwai ni mfanyakazi katika shirika la uchapishaji mojawapo mjini, na ana bosi wake pia ambalo jina halikutajwa, lakini pia vile vile ana mfanyakazi mwenzake ambaye jina lake ameitwa ni Lakosi. Lakini pia vile vile pale katika mazingira ya kazi pia kuna mfanyakazi mwenzao ambaye pia ni mhasibu ambaye anashirikia mambo ya hesabu katika kampuni ile shirika, anaitwa Thoma. Lakini pia vile vile tuna Maite, pia huyu ni muuza duka pale ambapo Kikwai anazongwa na hali ya njaa, familia haina chakula, anaamua kumkimbilia rafiki yake ambaye ni muuza duka Maite. Lakini pia kuna Bishop, huyu hapa ni mchungaji wa kanisa ambalo Kikwai huwa anahudhuria kila siku. Lakini pia kuna mhusika mwingine pia ambaye ni mamake Kikwai pale kijijini, anampigia Kikwai simu kuweza kumjuza kwamba nyumbani panachimbika pale, fundi amekuja kudai hela zake, lakini mwisho wa siku zile hela zilikuwa zipo. Kwa hiyo akamwambia kwamba atakuja kutoa wale mbuzi pamoja na mbuzi wasipotosha pia ataweza kuwatoa pia wale kuku. Kwa hiyo harubu ya maisha, mambo ambao watu wanapitia katika maisha ya kila siku, ukosefu wa chakula, ukosefu wa kazi. Unakuta kwamba mtu anafanya kazi lakini halipwi, kwa sababu tukizingatia Kikwai hajalipwa kwa takriban miezi mitatu. Lakini pia vile vile bosi pia pale kazini pia anamleta juu na mambo kama haya. Kwa hiyo namalizia hapo kwa leo, tutakutana tena kwenye kipindi kijacho ili tuweze kuendeleza somo letu la Kiswahili. Hapo ninamaliza, muwe na mchana mwema. Kwa niaba ya kameramani wangu anaitwa DJ, napenda kuaga kwa leo, tuone kwenye kipindi kijacho inshallah.